Siku ya leo ungana na Nyebendi TV tukuchukue moja kwa moja tukapitia mlima wa Manga ambao umejulikana sana Kenya nzima, upatikanao katika kaunti ya Nyamira na wanapoishi wanajamii ya Wakisii. Basi ni mlima ambao una maajabu yake ya kila aina ambayo kwa sisi kama binadamu wa kisasa hatuwezi kuyajua ama kuyafafanua kwa kiasi kile ambacho watu wa zamani wangeweza kukifanya. Itakuchukua nusu saa ili kukwea mlima huu hadi upande wa juu. Ungana nami siku ya leo, tutapanga nawe moja kwa moja, hatua baada ya nyingine hadi tukaumalize. Kuna mawe ambayo yameshikiliwa na miti. Ni mawe ambayo ni hatari sana, ila wakaaji hawana woga wote, kwa sababu wanasema kwamba kwa muda mrefu sasa hakuna aliyeumizwa ama mkasa wote uliotokea kufuatia ama uliohusishwa na mawe haya. Kupanda inabidi wewe mwenyewe ukatumie njia za zigzag ili uweze kufika juu, kwa maana ukijaribu kutembea tu ukienda juu unaweza ukatereza na kuanguka vibaya sana. Wajulishe yale mazuri ambayo yanaonekana katika mlima huu ambao wengi hawajapata nafasi ya kufika. Upande huu wa juu kuna mawe ya ajabu, ni mawe makubwa sana kiasi kuwa huwezi kupanda ama huwezi kupita ukitumia njia hii hadi upande wa juu. Pia haya mawe yana mapango yake ambayo mtu anaweza kujikinga. Ukiangalia upande huu wangu wa kulia sasa ni kwamba ni mlima mkubwa sana vile unavyoona pia, lakini miti imepandwa hadi upande wa juu kwa teknolojia kubwa ya watu wa hapa ambayo mimi mwenyewe sizijua kwa sasa. Ni mlima mrefu sana. It's very very long and steep as you can see from the other side. So kijana mmoja ambaye anaungana nami kwa sasa, ambaye ni wa kutokea sehemu hii, na ananijulisha ya kwamba haya tangu kuzaliwa kwake amekulia hapa na bado anaendelea kutambaa maeneo haya. Pia ana uwezo na ujuzi wa kupanda haya mawe ama kupanda juu haya mawe hadi kutokea upande wa juu. Ni kijana, so aliamua yeye mwenyewe kuonyesha ujuzi wake vile ambavyo anaweza kupaa juu akitumia haya mawe ama akitumia miti kujishikilia hadi upande wa juu. Na shimo lile upande ule aliweza kunijulisha kwamba shimo hili ni shimo ambalo naweza ukajikinga. Pia kuna aina ya sungura ambao huishi sehemu hii, lakini kwa muda huu hatukuweza kuwapata kwa wakati huu. Tuliamua kupanda naye moja kwa moja, hatua baada ya nyingine, kuelekea upande wa juu, ambapo aliendelea kunionyesha mengi zaidi kuhusu mlima huu na yale ambayo anayoyafahamu kulingana na umri wake. Hao ni mawe ya kustaajabisha mtazamaji. Ukiangalia hapa ndani kuna mfano wa pango. Pia nilikuwa na woga wa kupata nyoka ama midudu ama wanyama wengine hatari hapa, lakini alinihakikishia yeye mwenyewe kwamba hakuna tatizo lolote hapo ndani. Wakati wa mvua pia watu wanaweza kujikinga wakitumia haya mawe. Iwapo mvua itakupata hapa milimani, pia unaweza kujikinga ukitumia haya mawe. Inamaanisha kwamba ukiwa umesimama hapo huwezi nyeshewa. Upande wangu wa kulia bado nikionyesha hapa ukubwa wa mawe haya, jinsi yalivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, ama ukipenda Maulana alivyoyaumba vizuri na akayawekelea moja baada ya lingine, akayapanga haya mawe. Tangu kijana naye aliamua kupanda juu, ambapo sasa alipanda akitumia miti hiyo
hadi akaelekea upande wa juu akapotea kabisa kabisa. Ni jambo ambalo ana ujuzi wake yeye mwenyewe, wala mimi singeweza, kwa sababu mimi sina mazoea ya kufanya haya. Ningejaribu nikwambie, singekuwa naishi sasa. Alielekea hadi upande wa juu ambapo alisimama. Mimi mwenyewe nilibakia upande wa chini na nikaamua kutumia njia mbadala ambayo mimi ningeweza kuitumia. Alikaa pale juu bila wasiwasi yote. Elewa na mazoea ya kukaa hapo juu au mazoea ya kupanda hapa. Akaelekea juu kabisa kufikia kiwango ambacho singeweza kumuona vizuri na kamera yangu hapa. Mimi pia nilielekea upande wa juu niliposhuhudia cracks kubwa kama hizi za kugofya sana, ambapo niliona uoga hapo. Ukiangalia sehemu kama hii iliyopasuka hivi hadi hapa chini, kwamba haya mawe hayawezi toka hapa, nilishangaa sana. Jamani, uumbaji wa Mungu ni wa ajabu. I'm standing on top of Manga Hills, among the tallest and the longest and the steepest hills in Kisiland. What is here? I wonder about these cracks and the storms, all tied by the trees. Kweli, uumbaji wa Mungu ni wa ajabu. Just take a look. Wale ambapo nimesimama jameni, nikitoka huko mtaniokota huko majengo ya serikali. Look at this. It's a very good adventure for the tourists. Come to this place. Simame juu ya mawe. Hapo nilikuwa nimesimama karibu mita 20 hivi juu ya mawe kutoka kwenye ardhi ya kawaida, na ni katikati mwa mlima na bado hatujafika upande wa juu. Kwa upande mwingine sasa ni zamu ya kushuka kutoka pale nilipopanda. Ni kazi ngumu ambayo sasa ningeweza kufanya, na imenibidi mimi mwenyewe nikatumie kijiti changu hiki ili kujitengenezea njia, kuchimba vishimo ambavyo vitanisaidia kukanyaga nikielekea upande wa chini. Hiyo inamaanisha kwamba nisipotumia akili hata ya kuzaliwa, jamani, nitajikuta nikiwa chini kwenye veranda nikiwa nimeumia vibaya sana. Maana ukikosa hata kidogo tu, ukitereza hata sentimita 2, utajikuta umeanza safari vizuri chini kabisa kwa mlima.
Ni mlima ambao unafurahisha sana. Ukipanda hapa, ukitembea, wala hakuna minyama yeyote ambayo inaweza kudhuru. Unaweza ukatembea peke yako na uhuru wako wote. Kuna amani sehemu hii. Kwa hivyo watalii, hususan na hawa watalii wa nyumbani kutoka eneo letu hili la Kisii pia na Kenya, tembeleeni sehemu hii ya Manga, utajionea mengi. Bado sijatembea, sijaonyesha sehemu mbalimbali ikiwemo Mapango, ikiwemo na sehemu zingine kama vile sehemu ambayo inasemekana kutoa moshi, sijaonyesha. Naam, nilikuwa pale juu, unapoona hapo nilikuwa nimesimama hapo juu, na hapo ni juu ya mawe, jiwe moja, ni juu ya jiwe moja kwa radhi kwa nimesimama. Sasa tunaelekea upande wangu wa kushoto, ambapo nitaonyesha shimo hii ambayo nilionyesha awali. Sasa tutaiona kwa ukaribu. Ni shimo ya kupendeza sana, ni shimo ambayo inavutia sana kiasi kwamba unaweza jikinga wakati wa mvua, unaweza pumzikia pale. Ona mawe yalivyojipanga, ni mawe makubwa sana, na miti ambayo imea kwenye mianya ambayo imeachwa na hayo mawe. Sana ukiangalia sehemu hii, kuna miti ambayo imepandwa na binadamu. Ile inayojulikana kama natural trees ni kidogo sana, lakini planted ndo mengi. Basi pango lenyewe ndilo hili. Inasemekana kwamba kuna wanyama wadogo wanaopolea sehemu hizi kama vile sungura, lakini kwa wakati huu hatukuweza kuwapata kwa sababu ilikuwa mchana. Pia watu walikuwa wakizunguka maeneo haya. Elewa, wanyama kama hao hawezi simama wakiwaona binadamu wakiwa wanazunguka hapa. Ni raha iliyoje kupanda jamaa kama haya. Tembea mwenzangu, tembea Kenya, na maeneo mazuri hapa. Sasa yalivyojipanga mawe, ni mawe pekee. Idadi ya udongo hapa ni ndogo sana ikilinganishwa na idadi ya mawe. Sasa inabidi nikashikilia miti nikipanda ili kuonyesha upande wa chini ulivyo. Nikaifuata hii njia ambayo inaonyeshwa hapa na jinsi ya kupanda. Inabidi uchukue tahadhari zaidi, uwe makini zaidi, kwa sababu hapa ukikosa hatua hata moja utangazwa kuwa marehemu. I'm taking a challenge, mountain climbing challenge at this so-called Manga Hills, a historical point and the source of many rivers
its historical point to the Kisii people, where they performed their rituals and their cultural activities. Today, as NYTV, I'm there, bringing you everything, the mountain climbing challenge, the big rocks that are there, the steep place. Take a view. Look at me, climbing up high on this mountain. Believe me, I'm going to make it. I'm now the midst. The journey is too long and challenging. If I miss even one step, I'm gone. Haya, twende basi. Na sasa nishakaribia kuona nuru ama kuona mwangaza wa juu katika mlima huu wa Manga, ambapo sasa nimefika karibu, nimebakisha karibu mita 10 hivi nikaweza kumaliza kwenda upande huu wa juu, na pale upande wa chini ni karibu mita 400 hivi. Tumeshatokea katika upande wa juu wa mlima huu, ambapo nimekuwa nikipanda na kuwaletea picha moja kwa moja ambalo nimewaandalia linalojulikana kuwa haika upande huu wa Manga. Nikaweza kuonyesha mawe na kadhalika, miti ambayo imepandwa, imemea mingine katikati ya mapengo, yani kuna mapengo ambayo yametengenezwa na haya mawe. Cheki upande ule wa chini vile ni mbali sasa, mbali sana. Ukipanda pale mzangu nakwambia lazima uwe makini, na pia hapa ni pale ambapo panapendeza sana, panavutia sana. Ukipaangalia ni mahali pazuri sana. Kwa hivyo na kusihi mwenzangu, kama wataka kujionea makuu, tembeeni eneo hili la Manga linalopatikana katika kaunti ya Nyamira. Tembea ukaijue kaunti ya Nyamira, tembea ukaijue kaunti ya Kisii, pia tembea ukaijue kaunti ya Bungoma, Busia, Kisumu, kaunti zote za eneo la magharibi ukazifahamu vizuri. Pia tutazidi kutembea na kuchukua sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya ukaweze kujionea kwa macho yako. Watching this video, subscribe to my channel, Mpende TV, the channel